Mshike vizuri. Mshike vizuri. Cameraman, bwana chukua shoti vizuri ndugu yangu. Mshike vizuri mgonjwa. Au nikusaidia atembee vizuri. Haina shida. Kashafika. Mshike vizuri. Mimi bwana ushikaga hata wagonjwa naonaga kama namuumiza hivi, yani unaona kama naona huruma. Kwa mshike vizuri. Amani, chukua shoti vizuri ndugu yangu. Ungezunguka kwa hivi kidogo utupate wote fresh. Dada Odi. Dada tumerudi tena bwana. Sogea huko. Wapi bwana? Hapo. Sogea kwa hivi. Hapo jamani. Msogee wapi? Dada, lakini si unaona huyu hali yake ilivyo. Maana hata kutembea yenyewe hapa tumeshuka na bajaji huko. Kwa mimi nanihusu nini sasa? Anaumwa, kisi unaona anaumwa. Afu kaka umepanda na viatu hapo, mimi nafanya usafi. Samahani. Unajua tena mambo ya ugonjwa tena, samahani lakini. Wewe kama uliweza kumbeba kutoka huko, endelea kumbeba hata ukiwa hapa. Sijui umenielewa? Basi mweke chini, mweke hapa chini kidogo. Mweke chini. Mshike vizuri, mshike vizuri. Dada bwana, samahani. Mimi kama nilivyoahidi bega kwa bega mpaka mwisho wa tukio. Huyu jamaa bwana alinipigia tena simu. Nikaenda nikaangalia kwa hospitali, akasema kula ameruhusiwa, ameambiwa rudi tu nyumbani, aje kupumzika nyumbani, labda aje apone huku nyumbani. Kwa hiyo nikasema basi turudi kwa dada yake pale tukaongee naye ili akae pale, matibabu mengine atakuwa anaendelea pale akiwa yuko pale nyumbani kwa dada yake. Hivi kaka, nishakuvunjia heshima hata siku moja? Hapana. Ulikuja mara ya kwanza nilikupokea vizuri. Alikotoka huyu mgonjwa si unapajua? Ukatoka hospitali. Mara ya kwanza ulipokuja ulimkuta hapa? Mara ya kwanza huyu alitoka kwa shoga, kwa rafiki yake, si rafiki yako wewe, si ni shoga yake yeye, sijajua. Na sasa alikuwa hospitali, huyu ndo alienda kumchukua. Yaani alienda kule, kuna matibabu aliendelea, malipo maana ilibidi alipe. Na kaka, naona unajiongelesha sana, yani unanipotezea muda. Kwanza umenikuta nina kazi zangu. Sawa? Huyu kama ameenda hospitali amepata huduma, sehemu ya kufikia anaijua, wala sio hapa. Hii sio hospitali ndogo. Wala hapa mimi siwezi kukaa na wagonjwa. Sijui mmenielewa vizuri? Kwa hiyo naomba mbebe mzigo wenu muende mlikotoka. Tumeelewana? Sasa dada, kaka samani bwana. Mara ya mwisho nilipokuja hapa niliambiwa ni muhudumie. Na nilikubali. Sogea kwa hivi kidogo, sogea kwa hivi. Na nilikubali kumhudumia. Sikupinga wala nini, nilikubali. Na nimemhudumia, nimeenda hospitali, nimelipa gharama zote. Na huyu hapa nimemtoa, nimemleta hapa nyumbani kwa dada yake. Sasa hayo maelezo unampa nani? Kumhudumia wewe, ugonjwa sio utafuta mwenyewe. Sasa unashangaa nini kumhudumia? Lakini ni ndugu yako huyu. Kwa hiyo nikwasaidia nini kama ndugu yangu? Mimi ndo nilompa matatizo. Jamani, sitaki balaa. Mmenikuta nina mudi yangu, naomba mniache nitulie. Sijui tunaelewana vizuri. Beba mzigo wako baba. Kama una uwezo wa kutafuta na kuhudumia, beba kahudumia vizuri kwa nyumbani kwako. Sijui umenielewa? Kaka naomba unisikilize. Mimi ninachokuomba. Mimi huyu nishamfikisha hapa ni kwa dadake. Mimi namuacha naondoka. Wewe yani hebu sasa kichwani, umenielewa? Hebu hapo elewaneni. Tunajua sasa mwisho wa siku sasa mkianza kutokuelewana hapa, huyu unajua mtakuja mtampoteza mwisho wa siku unajua. Dada, mimi ombi langu ni nyie kuelewana ili huyu apate afya kwanza. Hiki ndio kitu cha msingi. Kaka yangu, naongea kistaarabu. Mimi hapa sina maelewano na mtu. Wewe si una nyumba wewe? Hauna kapolini wewe? Si una nyumba wewe? Si una mji mzuri? Na una roho ya huruma una utu sana Haya, mchukue huyu, nenda naye. Wewe kaka, mbebe huyu muende nyumbani kwake mkamuhifadhi. Kaka, mimi ndo nimekupigia simu leo kwamba njoo uone kile ambacho mimi nilikifanya na nilichoambiwa nifanye. Mimi ndo nimekupigia simu, umekuja na nimekwambia twende mpaka kwa dada yake. Na huyu hapa nimemleta hapa, nimemfikisha. Gharama zote umehakikisha hospitalini nimelipa. Sidaiwi chochote. Kaka, kama mimi nimekupigia simu uje na kuomba tuondoke, huyu tumwache, kashafika hapa ni kwa dada yake. Unamwachia nani? Ni dada yake, lazima kae hapa. Hebu jamani, basi taratibu basi. Unajua sasa hapa mnataka unanielewa? Mnataka tutoke kitu gani jamani? Unachokitaka wewe utakipata. Yaani mimi sitaki huyu mtu abaki hapa nyumbani kwangu. Kwa sababu mimi hapa sio daktari wala sio nesi. Sina huduma yoyote hapa ndani ambayo naweza kumpa. Mlikolitafuta muende mkalitoe huko.
Lakini tulikubaliana kwamba mimi nikahudumia kule hospitalini nikagharamikia kila kitu. Yote nimeshafanya. Huyu hapa nimemleta. Hata kama lakini si huyu hapa ni ndugu yako na hapa ni kwao. Kwao wapi? Si hapa kwa dadake. Hapa kwao. Angekuwa kwao hapa. Huyu hapa nimeshamleta mdogo wako kaka. Huyu ni ndugu yake na mimi nimeshamfikisha hapa, ni sehemu salama, tuondoke. Mimi nimeshamleta, nishamkabidhi huyu hapa. Vizuri, alafu kuna mtu akaja kukuharibia siku yako. Yaani nyinyi mmekuja kuniharibia siku nyinyi. Dada, sasa hebu tuweke sawa basi. Hivi nini ambacho tufanye tuweke, yani tusaidiane wote na mimi nikiwemo, yani tusaidiane. Nini tufanye? Kwa sababu mimi ninachokiona hapa labda yani wakatafute njia nyingine ya tofauti na. Nisikilize kakaangu. Walikoupata ugonjwa wao wanapajua vizuri. Sio hapa. Kama wameenda hospitali imeshindikana, wasiniletee mtu mimi anakongojoka. Kama atarudi hapa na miguu yake mizima anatembea, arudi hapa ni kwao. Mimi sijakataa. Sawa? Lakini kwa hali hii walikolitafuta waende wakatibie. Huko kwa mganga mlikoenda mwanzoni huko, nendeni huko huko. Kama kuna uwezekano wa kwenda kumwacha huyu, kamwache huko. Na sio hapa. Sijui umenielewa? Shemeji, kumbuka huyu ni mgonjwa. Na mtu akitoka hospitalini siku ya kwanza sio kwamba anakuwa amepona kabisa hapo hapo. Anakuja kupotea nyumbani taratibu. Ndio maana nimemfikisha hapa kampeleke ndani. Hebu tuelewane. Sasa mimi kibaya hapo nilichokifanya kipi kaka? Kibaya mimi nilichokifanya kipi? Yaani hapo wewe taratibu. Unajua kama ni kosa tayari ushalifanya ndugu yangu na yenyewe iko wazi. Yaani hapa hakuna tena kuleta ukali, au sio? Yaani hapa tukubaliane wote. Nini ambacho kitakuwa ni msaada, ila sio kupiga makelele, sijui kuanza kuonesha mwamba. Hiyo haitakiwi. Hapa mimi ninachoona ni dada yake tu akubali kwamba kumpokea ndugu yake huyu hapa. Basi hakuna kingine, ni hilo tu. Ndugu yake nishamleta. Yeye ndo akubali. Huduma zinaendelea au nampokea ndo umekuja kuniachia huo mzigo? Kaka, sio kila mtu unachimbwa dawa. Mengine ni sumu. Dada yangu mimi nataka hebu tuelewane basi, unajua. Mbona tuelewane juu ya nini? Alafu wewe unatakiwa ujifunze. Kwenye hii dunia sio kila mti dawa, mengine ni sumu. Lakini dada, naomba unisamehe, mimi ni ndugu yako, nimekosea. Ndugu yangu? Ndugu yangu ningekuwa nimelala chini nimekufa, ungekuwa umefanikiwa jambo lako kaniua, mimi ningekuwa ndugu yako au ningekuwa nani? Tena kelele. Usinitafute niongea sio usika. Naomba msamaha dada, nisamehe, sirudi tena, nimekosea. Labda ukamwombe mamako mzazi huko kaburini, sio mimi. Dada Tamara, sasa unaona ungemsamehe mdogo wako. Sio anatubu kabisa. Mimi sina la kumsamehe jamani, niongee nini? Sina la kumsamehe kwa sababu huyu sio mtoto mdogo. Kila alichokifanya anajua. Mpaka mtu anajiliki kuondoka nyumbani na kufungia safari kukwenda kwa mganga. Si ana akili zake huyo? Namsamehe nini mimi? We kaka we. Kaka, hapa mimi naona tunapoteza tu muda. Huyu tushamfikisha kwao na kama ulivyomsikia ameshaomba msamaha. Ni kitendo tu dada yake kumsamehe, mambo mengine yaende. Anajizungusha bure. Tunakwanga huyu hata tukimwacha hapa hakuna baya litakalomkuta, hapa ni kwao. Hapa ni kwao. Mimi nakuomba tu tuondoke. Ndio unavyojidanganya hivi. Nakuuliza ndio unavyojidanganya? Ndio unavyojidanganya nakuuliza? Lakini huyu kwao wapi? Kwa hiyo kama kwao. Sasa ndio nimeshamleta, tulikubaliana mimi nitoe kila kitu hospitalini kule, vyote nimeshamaliza. Sasa kingine kipi? Nisikilize. Naomba ubebe mzigo wako mtoke. Mzigo gani? Beba mzigo wako uondoke. Usinitafute laloni. Toka bwana. Jamani, kwani hapa nini kinaenda kutokea sasa hapa kama tunaanza kukimbizana tena hivi tena? Sana, sijawahi kukuvunjia heshima. Mlikuja mara ya kwanza tukaongea tukashindwa kuelewana nikawatimua. Mnataka nitumie tena nguvu sasa hivi? Sitaki. Basi naomba muondoke. Wewe beba mtu wako utoke. Hebu usikie, ngoja kwanza. Unajua sasa dada, kwani wewe mwanangu huna hata cha kingine cha kujiongeza ndugu yangu, jambo ulimalize hili? Kaka, mimi hapa najiongeza kitu gani? Tulikubaliana vizuri kwamba nikamalize gharama zote za hospitalini, nimlete hapa. Nimegaramikia kila kitu, nimemleta hapa. Dada yake. Ukiwa muongo uwe na kumbukumbu. Nilikwambia hivi, kama unahitaji kumrudisha hapa, hakikisha ana nguvu zake. Yaani akiwa mzima. Sasa nguvu jamani tunakuja siku moja. Nguvu zinakuja siku moja. Mtu anapotoka hospitalini nguvu anakuja kuzipatia nyumbani. Wewe umeona wapi mtu kama tunashindana? Leo anakuwa na nguvu. Kama tunashindana mambo mengine unatakiwa utumie akili. Kwa mimi sina akili. Sio kwamba huna akili, lakini ndio kama hivyo mimi na mambo mengine kakangu. Maneno tu tunapoteza tu muda. Mimi sina akili. Subiri. Naomba mtoke. Huyu ni mgonjwa, anavyomsukumiza hivyo ndo anazidi kumzidishia matatizo. Hebu tuelewane jamani. Sema huyu anajiweza wewe. So umesema umeshamtibia hospitali wewe? Lakini si ndio anapona taratibu nyumbani. Kwani mtu akiruhusiwa anakuwa kashapona pale pale. Nguvu zinakuwa anahudumiwa na nani ikiwa mimi wewe umenitoa akili? Mimi sina akili wewe.
Mimi anaenda hapa yani ni kama mwenyewe mmeshanichanganya hapa sasa hata nafikiria nini hapa cha kufanya. Naangalia. Dada, hebu sikia. Mimi huaga na msimamo. Nikiamua langu ndo nishaamua. Yaani sirudi nyuma. Beba mzigo wako mtoke. Sasa hivi. Nimekwambia mchukue. Hebu nendeni wewe. Hivyo utamuumiza jamani. Bado haja. Jamani. Kaka, umeona? Nimeshamleta mdogo wake anafukuzwa kama mbwa. Hebu sikiliza. Sasa mimi sijui niwafanyie kitu gani nyinyi mnielewe. Hebu sikia dada. Hivi dada, ngoja kwanza. Hii issue kama imeshashindikana hospitali. Hebu tuangalie namna nyingine ya kufanya. Sikia ndugu yangu. Wewe uwezekano yani wa kumpeleka kule ambako mlienda kutengeneza hivi vitu, uwezekano huo upo. Yaani umpeleke kule. Ili akirudi hapa arudi ambaye yani dada yake awe anaamua ukaa naye kaja mzima. Mchukue mpeleke huko mlikotafuta ugonjwa. Unaniachia mimi ili iweje? Mchukue. Mimi ndo nalofikiria hivyo. Pointi ya msingi sana wewe. Mimi ndo nalofikiria. Huko. Sijui ni kwa mganga, sijui ni kwa dokta, sijui ni kwa nani, mtajua wenyewe. Kila kitu kinahitaji gharama. Kama unavyojua mimi kule hospitalini nishatumia gharama zote. Hapa unavyoniona sina hata shilingi 10, zote nimegharamikia kule hospitalini. Na kwenda kule sio kwamba kuwezekana. Kule kunawezekana lakini kunahitaji gharama. Kwanza nicheke. Kwa hiyo ulikuwa unajua utaniua ili uendelee kutumbua hizo hela za babangu Sasa hizo una hela Sikia ndugu yangu, sikia. Cha kufanya. Kwa ule mtaalamu labda uwezekano wa kumudu gharama zake kwa sasa hivi au. Kiukweli kwa sasa hivi si. Unaweza kufanya nini? Yaani wewe ongea unachoweza kukifanya, ukapambania hili swala lishe. Yaani ndio jambo la msingi na mimi ndio nilichokifikiria mimi kwa haraka. Mambo mengine hapa tutajaza watu. Kaka, hii nafasi ya mwisho. Mimi niko tayari kumchukua wewe kumpeleka kule kwa mganga. Ila mnipe siku 2. Za nini? Hizo siku 2 za nini? Sina hela sasa hivi, nipeni siku 2 nitafute hela nije kumchukua nimpeleke kule kwa mtaalamu. Kaka, umemsikia anachokisema? Namba sijui umemsikia vizuri. Umesema upewe siku 2. Unaenda kutafuta hela uje umchukue huyu mzoga mwenzio mpeleke huko kwa huyo mganga wenu, si ndio? Ndio. Na zikipita hizo siku 2 nikufanye nini? Siwezi kupita. Mimi ndo niliyosema kama niliweza kukubali kwenda kutoa gharama zangu kule hospitalini. Na mimi ndio nimesema kaka, huyu mimi nitamchukua nitampeleka kule kwa mganga na nitamleta hapa. Asije akakataa. Tukubaliane, nikimtoa kule nikimrudisha hapa asije akamkataa kama bwana wewe. Mimi ndo mwenye maamuzi. Abaki au asibaki. Sikiza dada. Kama huyu ameshaongea hivyo, hebu tumalize basi. Sasa mimi nasema hivi, nisikilize. Naongea tena, naomba mnisikilize kwa makini. Hichi ninachokisema sitorudi nyuma. Sijui umenielewa vizuri. Nakupa siku 2. Katafute hiyo hela, uje umchukue huyu mtu wako, muende kwa mganga mkamalize shida yenu. Zikipita siku 2, sitohitaji nione hapa kamera. Sijui wewe utumbo wenu hayo madude yenu. Yaani hapa mimi baba nakufunga. Tena nakupeleka polisi nakufunga. Sijui unanisikia vizuri? Mambo ya kufungana tena wapi na wapi? Hapa sasa ndugu yangu tusiongee sana. Yaani nakwambia nitakufunga. Siku 2. Sawa, mimi nimeshakuelewa. Wewe nipe hizo siku 2. Mimi nakuja kumchukua na mpeleka kwa mganga, mambo yote yanaisha. Mitego yote iliyotengwa inachaguliwa. Bana tokeni bwana wewe, sitahili siku 2 haya nendeni. Ndugu yangu hapo kuwa makini siku ulizoziahidi. Mambo asije kawa mengi ndugu yangu. Mimi sije tena kuja kwenye Galamboko nilikotoka huko, ninapoteza gharama zangu. Yaani nasema kwa sababu mwenyewe napotoka napoteza gharama zangu nakuja mpaka huku, alafu mwisho wa siku hamna kinachofanyika. Kuwa mkweli ndugu yangu, umepewa siku 2 na mwenyewe umeahidi hivyo, au sio? Umalize hili. Unajela baba. Kule kuna jela. Hilo halina shida. Kuhusu siku 2 halina shida. Mimi ndo nimeahidi na mimi ndo nitatimia. Zipite ziwe siku 3 na wewe jikongoje amka hapo. Hebu msaidie labda ingie ndani. Msaidie. Nafikiri kila mtu analogwa kirahisi. Taratibu sasa mpeleke. Unajichanganya, ulijua utanitoa kafara. Hebu usinishikilie mie. Kaniachia madawa. Msaidie. Anampeleka huyo kashafika. Siku 2. Baba siku 2. Jichanganye nikuchanganye. Bwana ndugu yangu, dada umeona, yani huu ndo msaada aliotoa. Yani hapa yenyewe ushukuru, au sio bana? Hata kama alichokifanya hiki kilikuwa ni atutegemee. Mimi mwenyewe sikuwa nategemea kama dada atakubali hata kumuingiza ndugu wake ndani. Sasa umeahidi siku 2 ndugu yangu, kamalizi, au sio? Akope hata akakukopa kakope. Uje umchukue mpeke kwa mtaalamu kategue. Ushanielewa? Kaka, mimi ndo nimeahidi. Mimi nitafanya kama anavyotaka. Mimi nitakuja kumchukua, nitampeleka kwa mganga, tutategua kila kitu na
mdogo wake atarudi katika hali yake ya kawaida na nitamrudisha. Hapo sasa, hapo kama umeongea hivyo, hilo ndio jambo la maana. Nenda kapambane mwanangu, au vipi? Hamna shida. Halili, basi tuondoke. Huo ndo wanaume, wewe unatakiwa ubebe jukumu, au sio? Sio tena unaanza unachukulia poa tu watu. Ndugu yangu, unajua mambo mengine haya unajitafutia hatima mbaya, utakuja kupelekwa pabaya ndugu yangu. Ushanisoma? Nimejifunza kaka. Balaa. Sasa ndugu yangu, unajua mambo mengine, nyinyi mko mnataka mambo gani? Watu wengine sio hawaingilikagi. Sasa unaona, sasa mnataka mali, mwisho wa siku wewe ndio gharama imekuja imegeuka upande wako kwa wewe sasa. Yani ndio mambo yamekuwa mengi upande wako.